Mtazamaji, hii ni The Pink Corner. Mimi nafahamika kama Joseph. Leo ni kipindi ambapo kwamba kinakujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Alshifa Digital Kenya, pale YouTube ni Alshifa Television Kenya, na bila shaka kwenye mitandao ya TikTok, X na Instagram ni Alshifa Media Kenya. Ni kipindi ambapo kwamba kinakujia kila siku ya Jumatano ikiwa ni saa 1 jioni. Hii ni awamu ya kwanza bila shaka ambapo kwamba tunakujia kwako mubashara kuhakikisha kwamba unafahamu mengi zaidi kuhusiana na masuala mazima haya ya kijamii ambapo kwamba yanaathiri maisha yetu ya kila siku. Leo niko naye mgeni ambaye kwamba tutakuwa naye kila mara tukidadavua masuala mengi zaidi kuhusiana na wewe mtazamaji, wewe ambaye kwamba unatutazama na wewe kwamba ambao unazidi kutufuatilia. Karibu sana mtazamaji. Mimi kama nilivyokuarifu kwamba nafahamika kama Joseph. Leo niko na mwenzangu hapa studioni. Shukrani Mwana Joseph kwa nafasi kama hii na kupatikana mahali hapa. Bila shaka kwa faida yule mtazamaji tu labda tuambie tukufahamu zaidi, kwa sababu mimi nakujua lakini yule ambaye kwamba anakuangalia pale atatamani kukujua, pengine apate tu kufahamu, je, huyu mtu ambaye yuko hapa ni nani na labda leo yuko hapa kwa nini? Kweli kabisa. Kwa majina naitwa Ann Juma, ni mwalimu, teacher by profession, na pia ni mentor of a girl child. I mentor girls, and mostly I target girls age of 13 to 20 years. That is my age bracket, because the reason why I chose this age bracket is because these girls are at a tender age. That is the age mostly I focus on. I mentor them on the well-being, on how a girl should be. I try to raise this generation from a nobody to somebody generation. So that is mostly what I do, and I have passion in it. But from that, I'm also a teacher of the word, having gone through theology, graduated in a Touch of Grace School of Theology, where I've done my diploma in theology, currently in leadership class. Wasema kwamba apart from kuwapatia moyo, kuwashauri, pia neno linaingia kati. Kabisa. Mostly mazungumzo yangu huwa na touch na neno. Kwa hivyo huwa kuna nguvu fulani ambapo kwamba baada ya kuzungumza nao, baada pia ya kuwatia moyo, kuna nguvu pia za toka juu zinaambatana nao. Labda tuanzie hapa kwamba umesema kwamba age bracket yako ni miaka 20 kushuka, 13 mpaka 20. Mpaka 20, 13 mpaka kushuka. Mbona ukachagua 13 mpaka 20? Sababu hawa ni wasichana ambao wako katika umri wa kubalehe. Na wakati uko katika umri wa kubalehe kuna mambo mengi sana. Kwanza kuna mambo haujui, unahitaji kufahamishwa. Pili, uko katika kipindi cha ndio unajigundua, hujajielewa vizuri, unahitaji ushauri, unahitaji mtu wa kukushika mkono. Na hiki ndicho huu ndio umri ambao wasichana wengi humesi. Hujikuta katika hali ambayo haitakuwa sawa. Na unapo approach mtoto anakuambia kwamba sikujua, I wish I knew this. So huwa nilichukua kama indo tender age ambayo huyu mtoto anahitaji mtu wa kumshika mkono. Labda tuseme kwa sababu watoto kuanzia miaka 13 mpaka miaka 20 ni miaka ambayo kwamba tunasema huwa labda yuko anamaliza pale kama ni secondary msingi, ama pengine yuko ile secondary ile anamaliza hiyo secondary msingi, anaingia hiyo senior. Labda ni kumaanisha kwamba pengine kuna utepetevu mahali umefanyika, kwa sababu mtoto wa miaka 13 mpaka miaka 20 nadhani mtoto ambaye kwamba huwa kidogo amebalehe lakini amefunguka kidogo. Kweli kabisa. Kumaanisha labda kama ni mzazi au mwalimu kuna vile wamezembea mahali. Pengine unadhani kabisa. Huu ni huo muda ambao wazazi wengi huachilia watoto kwa mitandao, kwa dunia. Na hawa watoto pia wako umri wa kutaka kujua. Na usipowafunza dunia itawafunza. Mitandao itawafunza. Ndiposa huwa anaja pale nikijua wako umri wa kutaka kujua. Na ukisipowafunza dunia itawafunza. Na labda hii program ambayo kwamba unaiendesha ama umesema kwamba umeichukua, labda pengine umebase wapi yani watoto ambao wako Mombasa, wako Kilifi, wako Kwale, ama wako wapi? Kila mahali. Kwa hivyo unatembea mashule na pia nafanya online, pia wana online forums through Google Link. Kwa hivyo nasema kwamba
yule ambaye kwamba ana tatizo, pengine anakumbwa na shida fulani, akifika kwako yeye ashafika. Kweli kabisa. Huwa anajaribu kwa uwezo wangu na pia huwa anajaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pia. Najaribu kumsaidia arudi kwa nafasi. Labda hii miaka 13 mpaka miaka 20. Naam. Mtoto akikuja kwako akwambia kwamba mimi hapa pengine nimefanya makosa, nimefanya hivi na nikosea ama imehappen hivi. Pengine kuna msukumo gani ambao kwamba labda wewe mtoto ambao kwamba unamshauri hivi sasa, unamwambia kwamba after umefanya hiyo bado kuna maisha? Kwa sababu watoto wengi mtu akikosea kuna mahali huwa anaona kama ameshapoteza kila kitu. Kweli kabisa. Labda ni approach gani yenye huo unamfuata? Kwa sababu watoto wengi utapata ni kama yeye tayari asha give up. Unapata mtoto anafikia mahali anachukua maamuzi ambapo kwamba si njia nzuri. Kwanza kabisa ni ujue chanzo. Ukijua chanzo utaweza kujua tiba. Utakapojua ni nini kimempelekesha akafanya hilo tukio ama hilo akakuwa kwa hiyo shida, utaweza kumtatua kutokea hapo. Je, ni wazazi wamemtekeleza? Je, ni dunia? Je, ni kutaka kujua? Je, ni nini, hali gani imemsukuma akafika mahali pale? Na kuna watoto wengine ambao kwamba utapata kuna ule ugumu wa kujieleza. Kweli. Kuna mambo ya madhila ambayo kwamba yanafanyika, unapata kwamba mtoto ni vigumu sana kuelezea. Waweza mfuata lakini ukapata pengine ametishiwa ama pengine labda unahakikisha vipi kwamba mtoto kama huyu kwa sababu utapata kwamba ni mgumu sana kuelezea. Je, ni mbinu gani ambayo kwamba huwa mnatumia ku make sure kwamba mtoto ataeleza na pengine kama ni siri itakuwa safe? Kweli kabisa. Huwa nashuka chini kwa kiatu chao. Kitu cha kwanza, onyesha huyu mtoto umeshuka kwa level yake. Usimuonyeshe wewe ni mkubwa, wewe ni mentor, wewe ni mshauri. Hapana. Rudi mpaka kwa kiatu chake. Akuone kama mwenzake, akuone kama rafiki, akuone kama dada, akulete ukaribu. Mlete kwanza, ikiwezekana mpe picha, mpe hata story ambayo wewe ulikuwa kwa kiatu kile, ili aone kumbe ni jambo ambalo hata wewe ulipitia, si mimi peke yangu. Jambo la kwanza namleta karibu, namweka kwa kiatu chake, najieka pale na namhakikishia kwamba lile jambo ambalo amefanya sio mwisho wa dunia. Namwambia tayari I'm not here to discourage you or just to judge you. Najieka kwa kiatu chake ndio huyu mtoto apate ile kufunguka. Nimekuwa nikipitia nikisikiza pia. Wajua ukitaka kujua kitu lazima kwanza, kama utasoma vitabu, utasikiza, utaangalia, utatafuta majarida mbalimbali ili kuchunguza kile kitu. Lakini nimekuja kugundua kwamba watoto wa sahi na watoto wa kitambo jinsi ya approach mambo ni tofauti. Kweli kabisa. Kwa sababu utapata pengine kitambo sisi kule kwetu ilikuwa ukifanya makosa utaonywa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kisha mara ya tatu utachapwa. Hiyo ndio lazima utachapwa viboko, na hata wakati mwingine utakuwa na ile hofu kwamba hapa nikifanya nitapigwa. Lakini sasa hivi watoto wa sasa hivi ni kama wako na utofauti. Kweli kabisa. Kwa sababu mtoto ni kama yani wanajua kila kitu. Hiyo ndio kitu ambao kwamba nime notice. Sijui kama uko vipi, lakini wale ambao nimeinteract nao napata kwamba uweza kuwa muelezea kitu lakini yeye ataruka juu, utadhani kwamba anaelewa kila kitu. Lakini ukishachunguza utapata kwamba ni mabadiliko tu ya nitasema ni msimu. Kwa sababu ukiangalia venye watu walikuwa wanatackle mambo kitambo na sasa pengine hiyo vile ambavyo watu walikuwa wanatackle mambo kitambo na sasa labda umekop vipi kudili na hawa watoto wetu wa sasa? Tofauti kwanza inatokea upande wa sisi vitu tulivyolelewa. Tulilelewa katika dunia ya kutofahamu. Kila kitu ilikuwa hatujui, wazazi ndio wanatuelekeza. Lakini generation ya sasa wana mbinu zao za kujua mambo. Wanazaliwa tayari wakijua mitandao. Wanazaliwa tayari wako mitandaoni, na mitandao iko pale kuwafunza kila kitu. Sasa huyu mtoto tayari ukienda kumfikia yeye tayari ashajua, ako mbele, hatua mbele yako. Sio kama wakati wetu tulikuwa hatujui mambo ya simu. Unamaliza form 4 yani hujawahi jua hata simu ni nini. Lakini sasa unapata mtoto class 3, class 4 ana on tablet. Na hiyo tablet kenye kinamfunza ni tofauti. Dunia iko pale na mfunza. Mitandao imejaa, TikTok, Twitter, WhatsApp, everywhere.
wameingia kwa hiyo mitandao. Na pia unapata mtoto mdogo ana mpaka Facebook account, TikTok account. So hii mitandao inamfunza. Sasa tofauti ya sisi tulivyokuwa ni kuwa sisi tulizaliwa kwa dunia ya kuelekezwa na kutojua. Lakini generation ya sahii wamezaliwa kwa dunia nyingine tofauti. Ndiposa tayari wanajua. Ndiposa wanahitaji mtu pale, usipomwelekeza dunia itammeza. Kwa hivyo kizazi cha sahii mimi huwa najaribu kupima, nasema sasa hivi tukiangalia ile generation yetu ambayo imepita, si ambayo tulisoma nyuma kidogo 2010 huko kurudi nyuma, na wenye tuko nao unaangalia hawa wako moto. Sure. Je, wale ambao wanakuja zaidi itakuwaje? Wanaangalia nasema Mungu atusaidie sana. Kweli kabisa. Kwa sababu watoto wetu pale wamefika, basi ni kwa makini sana na wao. Hebu tuangalie, pengine tuangalie mfano mitandao. Je, mitandao imeathiri vipi hii msongo wa mawazo hawa watoto? Kwa sababu unaweza pata mtoto ni kama iko na simu pia. I think pia ni kama inamuongezea yale matatizo kwa kichwa nini. Sasa unapata mtoto anaweza pata mtoto mdogo lakini ana mafikirio mengi. Anaweza kwambia kichwa changu mimi kina mambo mengi sana. Sasa sijui kama hii mitandao huwa inamkoroga vipi mtoto. Inachangia sana. Mitandao inachangia kwa asilimia kubwa sana. Sababu mtoto anapoingia mitandaoni kuna mambo yeye hajui na anaenda kuyajulia pale. Na anapata ya kwamba kwanza hana opportunity maybe ya kuyatekeleza. Anataka yatekeleze na hana uwezo, hana opportunity, maybe wazazi ni wakali, maybe hana hiyo nafasi. Sasa unapata anajibebesha mzigo, jambo ambalo anatamani angelifanya na hana huo uwezo. Maybe wa kifedha, maybe ile nafasi tu nyumbani, maybe chochote. Sasa mitandao inachangia sana. Anafika pale anaona kitu, anakitamani. Anatamani apate na maybe mzazi hana uwezo. That's unapata mtoto anakuambia mimi nina mawazo na stress. Anajaribu afix vitu ambavyo haviwezekani. Na hivi vitu ukiangalia amevipata mitandaoni. Si ati kwamba nini amevipata pale na anajaribu kuwa influenced. Mtandao inajaribu kuminfluence apate kile kitu ama aende vile iko maisha vile yako. Most of them wanakuwa affected sana na hawa watu wanajiita celebrities. Na wanataka kusuit kwa kiatu cha celebrities without kujua maisha ya celebrities reality ni gani. Sasa unapata mtoto anakuambia nina stress. Unashindwa mtoto wa class 7 stress ni ya nini? Anakuambia nina stress. Kwa nini? Anaangalia maisha ya mtoto wa celebrity ni tofauti na maisha yangu. Kwa nini mimi niishi maisha haya na kwa nini yeye aishi maisha pale? Sasa hivyo ndo mitandao inachangia hayo maneno. Sababu sasa hivi unaweza pata msichana yuko shule lakini unapata kwamba anakuambia yeye ana stress. Kweli. Ukimfuata sana yani ukijaribu kupima kile ambacho kwamba anakuambia ni stress, unashangaa unasema sasa huyu naye vitu kama hivi sasa hata ni vitu vya. Mimi nadhani pia hii generation ya sasa hii watoto wetu wa kike na ndugu zetu nadhani hawana subra. Hawana kabisa. Hawana subra. Wanataka vitu kama si sasa ni sasa hivi. Yeah. Kwa sababu ukimwambia hapa lazima upitie hivi na hivi na hivi, yeye anakuambia basi mambo yote hayo nini. Kwa sababu wengine hata uweza mwambia mimi nilipitia hiki na hiki na hiki. Lakini ukijaribu kumsikiza upande wake unapata yeye anaona sasa ni kama unielewi. Kama wewe unielewi. Sure. Ina happen. Sasa inakaa ni tricky kidogo. Huwa ina happen sometimes unaenda mentorship mahali unaongelesha mtoto. Yaani the more unamwangalia unaona ni kama anakuuliza huelewi kile napitia wewe. Huelewi. Kuna wakati fulani kuna msichana fulani, kuna wakati nilikuja nikazungumza naye, yeye aliniambia kwamba ako form 2. Sasa anasema nilimfatafata tu, nilimuuliza kwa sababu niliona shule zimefunguliwa na yeye haendi shule. So nikamuuliza, wewe kila mara nakuona hapa, unajua anapita naenda kazini, kamuuliza wewe unasoma? Akaniambia mimi nilikuwa nasoma lakini mimi huko shule mimi sitaki kurudi. Nikamuuliza shida ni nini? Ananiambia uko shule yani kuna mambo yani mimi hutanielewa wewe. Unaona? Yanaambia mimi hata sasa hivi
nataka tu nipate kazi nifanye. Nikamwambia, wewe unadhani hawa watu ambao kwamba unawaona hivi wanafanya makazi, unadhani waliachia shule katikati? Yeah. Unasoma unaenda mbele unafanya nini? Lakini mimi wanasema kwamba kuna vitu ambao kwamba Mungu, sisi tunajipangia, lakini Mungu huwa kuna vile anapanga. Kwa sababu msichana aling'ang'ana akatafuta kazi. Unajua mimi nilikuwa namfuatilia, kila nikimtafuta namuuliza mambo ya shule. So nikimtafuta ananiambia, mimi najua wewe unataka tu kunishauri. Hivyo ndo alikuwa ananiambia. Najua tu nataka mimi nirudi shule. Nikamwambia basi ukirudi shule itakuwa vizuri. Akaenda kazini. Alipiga wiki ya kwanza, wiki ya pili, watu wako wakaanza kumtafuta sasa. Sasa hakuwa ameshirikisha mzazi wake wa kiume, amefanya uamuzi wake. Sasa wakamtafuta, wakaenda wakamchukua huko, wakamrudisha tena shule. After a while namuuliza, ni vipi? Ananiambia nilirudi shule. Nikamwambia sasa hapo ndo nilikuwa mimi nataka, kwa sababu huku kwingine huu ulimwengu ungekufunza haraka haraka, lakini angalau ukienda shule unapata knowledge polepole, lakini at least ukitoka huku utakuwa hutapata vitu ni vigeni sana. Utakuwa ni rahisi kwako kutackle mambo. Kwa hivyo nikajifunza kwamba hii generation ya sahii mambo ambayo wako nayo ni tofauti, kwa sababu kitambo sisi tulikuwa tunaangania, pengine tunasema kwa familia lazima tutafute, kwa sababu zile familia ambazo tumetoka pengine tunasema hapa lazima tu make sure kwamba family ziko stable, mambo na kula nini, mambo na pengine watu wasome, lakini hao priorities ni kama zimegeuka. Kwa hivyo I think tuko na kibarua. Tuna kibarua kikubwa. Expectations za hizi generation ya sasa iko juu. Wameweka high expectation ambayo yani inakuhitaji neema kubwa kufulfill. Na hawaelewi, hata ukimwambia, hata maandiko yanasema when the right time come I shall make it happen. Yani kwao hilo jambo ndio lisink kwa akili yao. Ni zito sana. Yani wanashindwa hii right time ambao unaongelea, mbona sio sahihi? Mwingine akamza, madam, unaniambia when God says when the right time come he will make it happen. Why can't that right time be now? Unaona? Amekuuliza hivi, mbona si sahihi? I think this is the right time. Nahitaji kuwa naishi maisha mazuri. But ukimwangalia ni mtoto bado mdogo. Like kuna mmoja alikuja kwangu kutafuta kazi ya nyumba. Nilipomwangalia alikuja akakaa kwangu na mara kwanza akanificha. Aliniambia amemaliza shule. So mimi nikamwamini amemaliza shule. But nilipomwangalia vile ana interact na watoto wangu, anawafanyisha homework, ana explain kitu mpaka mtoto anaelewa. Mimi nikarudi nikamuuliza, uliniambia umaliza form 4? Ananiambia hapana, acha nikwambie ukweli, niliachia form 2. I felt this is a genius girl. But we thank God as we talk, yuko shule, nilimsaidia akaingia shule, na that was my desire. Nililearn huyu mtoto ana capability. Sasa aliponieleza kilichomtoa shule, nikarealize ni peer pressure tu. Peer pressure. Na hebu tuingie mashuleni. Naam. Labda pengine hawa according to venye wewe umezunguka ukiwafanyia hawa wasichana, ukiwazungumza nao, labda pia kutafuta chanzo cha matatizo nini, kwa sababu utapata siku hizi muda mwingi sana hawa wasichana miaka 13 mpaka miaka 20 sana sana huwa wako shuleni. Yes. Na utapata huko mara zingine, mfano tu wa watoto ambao kwamba walichoma shule. Ukijaribu kuchimba vizuri, utapata kwamba kuna mambo ambayo kwamba walikuwa labda wanawasilisha, lakini ni kama wanapuziliwa, hawasikizwi. Pengine walimu wamekosa kitu gani? Kwa sababu I think huu mtindo wa kutatua mambo, kitambo ilikuwa ni kiboko, lakini sasa ni kama hiyo issue ya kiboko haiko tena. Kwa hivyo sijui kama una lipi la kusema hapa, kwa sababu I think watoto wa kike muda mwingi sana, hasa kuna wale wenye wako boarding, kuna wale wenye wako day, muda mwingi sana wako shule. Labda hawa walimu, tuanze na walimu kwanza. Hawa walimu pengine wanakosea wapi? Kama vile kikundi changu kinajiita sauti ya mtoto msichana. Niliweka hivyo sababu gani? Niligundua hawa watoto wa kisichana wana sauti. Na sometimes wao wanaona ni kama hii sauti yao haisikizwi. Wanapaza sauti lakini haisikizwi. Ndio maana wanachukua uamuzi ambao haufai. Like tukiangalia vile watoto walichoma Utumishi Girls. Hawa watoto walikuwa maybe wanapaza sauti fulani, na kulingana na wao na akili ya kitoto wakaona ni kama hawasikizwi.
wakaenda extra mile wakidhani hivyo ndo njia mwafaka, hivyo ndo watasikizwa, hivyo ndo demands zao zitakuwa fulfilled, lakini hawakujua itatokea vile yalitokea. Hiyo ndio sasa. Sasa mtoto msichana ana sauti fulani, na sometimes anasikia ni kama hii sauti akiipaza haisikizwi kwa mzazi, kwa mwalimu, hata kwa mtu wake wa karibu. Na tukiangalia shuleni sometimes walimu tuna mambo mengi. Siku hizi walimu wamekuja na slogan inayoita teach and go home. Kwa sababu gani? Serikali imewalimit kuchapa watoto. Kuja huku mzazi naye anakuambia usiguze mtoto wangu. Unaona? Sasa mwalimu amekuja na slogan inayoita teach and go. Teach and go. Na unapo teach and go, unasahau kuna huyu mtoto ambaye ana sauti na anapaza hii sauti. Je, una muda wa kuisikiza? Tunafocus tu na kufunza na kwenda. Sababu ukiangalia mwalimu anakuambia serikali ina limit, hakuna kuchapa mtoto. Mzazi naye ukiguza mtoto wangu hachapwi. Na huyu mtoto ambaye unakataza achapwe ana mambo ambayo yanamsumbua zaidi ya hiyo kiboko, ambayo hahitaji kiboko, yanahitaji kusikizwa. Na mtazamaji, bila shaka unazidi kutazama The Pink, ikiwa ni sehemu ya kwanza ambapo kwangu nakuletea moja kwa moja hapa nikiwa na mtaalamu wa masuala haya, kwamba ni mwalimu vile vile ni mtu ambaye kwamba amefanya shughuli hii kwa muda. Ameweza kuhakikisha kwamba wasichana wetu wanapata elimu ambayo kwamba inawasaidia hususan katika masuala mazima ya akili, kwa sababu asilimia kubwa ya vijana hapa nchini wanasumbuliwa sana na msongo wa mawazo. Mtoto wa kike sauti zao hazisikiki. Je, una maoni kuhusiana na hili? Bila shaka nenda pale chini, andika maoni yako, kisha sisi tutayasoma, na katika episode inayokuja tutakuwa tunasoma zile comment zenu, na pia tunafanya kile ambacho kwamba mmeweza kuuliza, kama ni swali, kama ni chochote kile. Lakini kikubwa zaidi, kumbuka kipindi hiki hukujia moja kwa moja kila Jumatano ya saa 1 usiku kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo pale Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya, na kwenye mitandao yetu ya YouTube vile vile na TikTok, X, bila shaka na Instagram tunapatikana kama Alshifaa Media Kenya. Tunachukua pumziko fupi, lakini usiende mbali, tunarudi muda sio mrefu, maana unga bado robo. Alshifaa Media Kenya imetajwa kama kituo bora ukanda wa Pwani mwaka 2025, ikiwa ni tuzo la Africa Excellence Awards 2025. Alshifaa Media Kenya imetambuliwa na MEA, yani Markets Awards 2025, ikiwa ni kama kituo bora cha habari katika ukanda wa Pwani. Bila shaka hili ni jambo la kujivunia na ushahidi wa kazi nzuri, bidii na mshikamano wa timu yetu ya Alshifaa Media. Tunawashukuru kwa dhati wasikilizaji waaminifu wa Alshifaa Radio Kenya, watazamaji wa Alshifaa TV Kenya na wasomaji wa Alshifaa Weekly Magazine kwa upendo, uaminifu na usaidizi wenu. Ili tuzo ni lenu pia. Tutazidi kujituma kuhakikisha mnapata habari sahihi, vipindi bunifu na makala kwa kina. Alshifaa Media Kenya inakuwezesha na inasikika. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye The Pink Corner, tukiwa tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na masuala mazima haya yanayokuhusu wewe, bila shaka ambaye unatutazama pale. Mimi nafahamika kama Joseph Lewa, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika awamu yetu ya pili hii, tukizidi kusonga mbele kukuelimisha na bila shaka kuhakikisha kwamba unapata ile elimu ambayo inakufaa pale popote ulipo. Kipindi hiki kinakujia moja kwa moja mubashara kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye ukurasa wetu wa YouTube tunapatikana kama Alshifaa Television Kenya, na kwenye mitandao yetu ya Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya. Pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya redio kupitia tovuti yetu ya alshifaradiokenya.com. Pale Facebook pia tunapatikana kupitia mitandao ama kupitia Alshifaa Radio KE, ambao ni page yetu pale. Unaweza kusikiliza, ukatazama vipindi vyetu pale. Vipindi ni vingi sana. Kuna kipindi cha Alshifaa asubuhi, kuna kipindi cha Selelea, kuna kipindi cha uchambuzi wa spoti, kuna kibarazani, kuna dira ya jamii na kuna sawazisha. Kwa hivyo siku nzima tunahakikisha kwamba unapata burudani, unaelimika na unapata kila kitu ambacho kwamba
kinakufaa wewe mtazamaji. Lakini kwa sasa tuko hapa ndani ya The Pink Corner. Tumerudi sasa tuangalie masuala mazima ya mtoto wa kike. Tutajuaje kwamba mtoto wa kike ana mental health? Most of the time mtoto wa kike ni ngumu ama ni rahisi kujua kuwa ako depressed. Na hata yeye mwenyewe sometimes anaweza kosa kujua ako depressed. Ana depression na hajajua. Yeye anadhani ni normal mood swing, ni normal tu ana feel sad, ni normal tu anasikia kulia, but hiyo ndo depression tunaongelea. Huyu mtoto anafika asubuhi hataki kuongea na mtu. Unaona kuna change of mood, unaona ni kama anataka kujitenga tu, anataka muda wake. Na ukimuuliza anakuambia hakuna. Sometimes hiyo ndo mental torture ambayo mtoto anapitia. Kuna kitu ambacho kiko ndani mwake ambacho yeye mwenyewe anashindwa hata kujieleza, lakini kiko ndani mwake kinamuumiza. Na hii ndo mental health ambayo tunaongelea. Depression. Depression ni ile unafika mahali unasikia tu acha nilie tu itoke. Wacha nijitenge tu kwa room nikae. Na sometimes tusipoangakuwa makini, hiyo ndo muda tunapoteza huyu mtoto. Hiyo ndo muda huyu mtoto anaweza fanya uamuzi hata wa kujiua. Maana ana feel ni kama dunia imemgeuka, mambo hayaendi, moyo ni mzito, hakuna mtu ananielewa. Hii ndo muda tunaweza poteza huyu mtoto sababu ya msongo wa mawazo. Na sasa kama mzazi atajua vipi kama huyu mtoto wangu mimi haiko sawa? Kwa sababu katika familia utapata kwamba kuna ule ujeuri ambao huo watoto wa kike wako na hususan kwa wazazi wao wa kike. Kweli. Utamtuma kazi atakwambia mimi labda sijisikii vizuri. Atakuonyesha hata kama atakwambia, lakini atakwambia kwamba mimi atakuonyesha tu ule ujeuri kwamba huyu hajisikii kufanya. Kweli. Na utapata wazazi wengi pengine sijui, lakini wazazi wengi akiona mtoto wake amemtuma kazi na anaanza kumtukana bila kumuuliza shida iko wapi nini, pengine ile huwa inasababisha zaidi hiyo shida, ama huwa ni inasababisha pia. Mimi huwa na advice mzazi, be the best friend kwa mtoto wako wa kike. That is the only way unaweza kupata solution kwa huyo mtoto. That is the only way anaweza kukuambia kile kiko ndani mwake. Bila hivyo hutawahi muelewa. Ni wako ulimzaa, ulimbeba mimba miezi 9, lakini hutawahi muelewa. Sababu gani? Huja kuwa rafiki wake. Lakini japo unapovaa yule mtoto akuwe rafiki yako, make her your best friend, hauta struggle kujua mambo mengine. Hautakuwa na kipindi kigumu kujua wakati ana furaha na wakati amekasirika. Hautakuwa na kipindi kigumu kujua wakati anaandago mambo ambayo si kawaida. Maana mtu ambaye ni best friend wako, mood kichange utajua. Wakati yako sawa utajua. Na wakati ambao unaona hapa kuendi sawa utajua. Maana kuna watoto ambao wanaitwa introverts. Introverts ni yeye amenyamaza, nature yake amenyamaza. Mtoto kama huyu ni ngumu sana kutofautisha kama ako depressed ama ni hali yake ya kawaida. Until maybe wewe ni best friend yake. Anaweza kosa kukufungulia aongee, lakini vile ana behave, vile yuko, muda inakuonyesha huyu si rafiki yangu wa kawaida. Sasa huwa na encourage wazazi, fanya mtoto wako wa kike awe rafiki yako wa dhati. Usiwe ni ule mzazi wa kukemea tu mtoto. Usiwe mzazi wa kukemea. Utafanya mtoto uwe hatua na wewe. Na unapomweka hatua ndio unazidi kumpoteza. Labda kuna njia zipi? Kwa sababu tumezungumzia tayari walimu shuleni, lakini kama mzazi ataambia mtoto wangu sitaki achapwe, umesema kwamba mzazi lazima awe rafiki ya yule mtoto. Naam. Lakini sasa utapata kuna wale watoto ambao wanafanya tu tabia ya kama ni wajeuri, kama ni nini, utapata ameongeleshwa na mtu kama mwalimu, especially hichi kizazi, anambia mwalimu usinisumbue. Kweli. Sasa kweli. Mwalimu situation kama hiyo mwalimu hataihandle vipi? Kwa sababu pia ukizingatia waweza mchapa ama pengine muongeleshe vibaya, kumbe mtoto ana mambo anapitia kwa kichwa, lakini bado hajaamua kushare. Pengine mwalimu kama huyu sasa, labda ni mwalimu wa shule ama ni mwalimu wa kanisa, pengine huyu mtoto kama huyu atamhandle vipi? Kwa sababu mzazi pale alisema mtoto wangu sitaki aguzwe. Na lazima ufuate kila amesema.
Na hapa mtoto ni mjeuri shuleni. Mtoto ni mjeuri. Ndio huwa anaambia wazazi, wewe ni kioo cha ule mtoto. Na tabia zingine ambazo tunaona kwa hawa watoto, wamejitoa mahali, wameziona mahali. Na wanakopi kwa sisi wenyewe. Unapoenda mbele ya mwalimu, uambie mwalimu, mtoto wangu sitaki achapwe. Na huyu mtoto yuko pale anakusikiza. Tayari anajua ana nguvu ya mamake ama ya babake. Anajua tayari huyu niko na backup. Unaona? Sasa unafanya ule umelimit ule mwalimu. Hawezi kumfikia mtoto wako sawa. Na huwa anasema hii generation hata si lazima uchape kwa kiboko. Si lazima. Unaweza chapa kwa kiboko ukawa hausaidii. Kwa mfano, mtoto kama huyo, tuseme for example tabia zake ni mtukutu, ama mtoto hata anaweza kuwa anatumia mihadarati na ujui. Na we unaona ni kama ni ujeuri wa kawaida. Lakini mtoto ako under influence ya mihadarati. Anapoitumia inamfanya hivyo. Namba 2, pengine wewe ujeuri anakuona we mama nyumbani hivyo ndo uko. Wewe ni kioo chake. Mamangu anajibu hivi watu. Anajibu hivi babangu. Mimi nimejifunza kwake. Maana huwezi niambia tabia ilitoka tu mahali. Lazima hii tabia ina chanzo. Imetoka wapi? Mama narudi kwako. Ni lazima uwe rafiki wa huyu mtoto. Ndio ujue chanzo cha hii tabia. Maana hukumzaa akiwa mjeuri, ilikuja alipoendelea kukua. Na aliipata mahali. Iko na sosi yake mahali ilitoka. Na pia tukisalia hapo shuleni. Huku kuanguka ama kufeli mtoto shuleni. Unajua kuna wale watoto ambao kwamba kuna wale ambao wanashika haraka kufundishwa kitu au tayari washanasa. Kuna wale ambao kwamba wanachukua muda lakini kidogo anakuja anashika. Kuna wale ambaye pia yuko pole pole lakini ukimpatia time atakacha. Kuna yule ambaye sasa basi nungangane. Lakini sasa swali langu ni je, huku kuanguka shuleni pengine kuna sababisha msongo wa mawazo? Kweli kabisa. Unasababisha na hata unaweza sababisha mtoto kujiua. Maana mtoto huwa anaona ni kama yeye ni failure tayari. Especially watoto wa kike. Watoto wa kike na wa kiume wako tofauti kihisia. Hao wengine huwa tunawaita short tempered wa kike. Yaani mioyo yako iko delicate, wacha niite hivyo delicate. Mtoto wa kiume atasema mimi ni ndume nitajikaza. Lakini huyu wa kike ako delicate. Sometimes anaona ni kama dunia imemfeli, anaona ni kama yeye si kitu tena kwa dunia. Yaani kufeli shuleni kunaweza sababisha sana. Na ukiangalia enzi zetu na enzi za sahi, hata kimatokeo ya mitihani ni tofauti. Enzi zetu watoto walikuwa wanapita mitihani. Jiulize kwa nini hii generation ya sahi watoto wengi, wakati wetu ulikuwa ukipata E unashindwa ni nini. Some of us hata tuko jua kuna grade inaitwa E. Lakini sasa mtoto anapata E, unaona ni kama anaichukua kawaida. Na sometimes wengine inawasumbua, inasababisha msongo wa mawazo. Anaona ni kama hafai tena, yeye si kitu. Yaani ni failure kwa maisha. Na ndio inamfanya anafika mahali anajitenga, anafika mahali anaona hawezi chochote hii dunia. Hata masomo yamemshinda, inasababisha depression sana. Pengine kuna hizi narrative kwamba usiposoma kwa bidii hautafanikiwa kimaisha. Sasa pengine wanadhani nisipong'ang'ana shuleni mimi tayari mambo yangu yameisha. Ama mimi hata niking'ang'ana lakini najituma lakini maths haipandi. Chemistry ama science mimi naona haiendi kabisa na nimejitahidi kabisa. Kumaanisha mimi basi nitafeli. Kumaanisha mimi basi nini? Labda kubadilishwa kwa mfumo. Turudi hapa kwa mfumo wa elimu. Sasa tuko CBE. Tuko CBE. Tumetoka CBC. Kubadilishwa mfumo wa 844 mpaka kwa hii CBE. Pengine CBE ama kubadilisha kwa mfumo tu kumechangia sana, kumesaidia. Sababu CBE inaangalia ability ya mtoto. Huyu mtoto anaweza kuwa si mzuri darasani lakini ni mzuri kwa kupishi. Ni mzuri kwa uwanja. Ni mzuri kwa kuconnect waya za stima. Unapata mtoto hesabu shida lakini ana connect waya stima. Umeharibika kwa nyumba anaweza unda. Unajua tu mtoto ni engineer. Japo kwa kuandika ni shida, kuweka kwa karatasi ni shida, lakini
kimaadili, ana maadili. So mfumo wa CBE umesaidia sana, na kwa maoni yangu naona itachangia pakubwa. Sababu gani? Tunaangalia ability ya mtoto. Huyu mtoto ana uwezo wa kufanya nini? Maada hata kama masomo haishiki, kuna wengine tu tunawaita time takers. Siku hizi hatuwaiti slow learners. Tulilani slow learner ni kama umemtusi. Anaona lakini unamuita time taker, ana take time. Sasa hawa time takers tunawa encourage, tunawaambia it is not all, this is not the end, bado kuna kitu unaweza fanya, japo hata kwa maths inakulemea, lakini uko mzuri kwa upishi, uko mzuri kwa ilifika mahali mpaka walimu tunawa encourage, nawaambia mtoto anaweza kuwa hajui kuandika composition, like ako na story kwa kichwa lakini hajui kuiweka chini, muite mwambie kuna retio story kwa mdomo, utapata anaweza, ako na creativity, ni ile kuibring kwa paper ni shida. So hii mfumo wa CBE imechangia pakubwa sana, na at least itasaidia hawa watoto kujua capability yao. Kwa hivyo sasa hii tutarajie kwamba msongo wa mawazo, hiyo mental health, kwamba kwa watoto wetu wa kike utapungua kidogo, kwa kiasi ndogo. Na pia turudi majumbani sasa, tuangalie hali zetu kule nyumbani. Unajua kuna watu ambao kwamba wamezaliwa na zile tunasema ni matabaka mbalimbali. Yes. Tupata mtu amezaliwa kwenye tabaka ambao kwamba liko chini sana. Kuna yule ambaye kidogo yuko katikati. Ukiangalia zamani na sasa utapata mtoto alikuwa anazaliwa kwenye background ambayo si nzuri kabisa. Kweli. Lakini atang'ang'ana, atatoka mpaka unamwona amesoma na elimu yake. Lakini sasa hivi uweza pata mtoto mdogo msichana ametoka katika familia ambayo haijiwezi bado, inajikokota. Lakini option yake kwa akili ni kwamba ni kuolewa. Sasa sijui kama family kama hizi ama mawazo kama haya, huyu mtoto yanaweza mtoka vipi? Najua kwamba mimi niko na future ambapo kwamba nafaa niende shule, nipitie hivi na niweze kujiendeleza mimi kama mimi before niingie kwenye hii hatua. Unajua zamani mtoto alikuwa akiona anatoka humble background, anaangalia vile wazazi wanang'ang'ana, anaangalia vile the beginning, the humble background ambayo yuko, na inamfanya ajitume, akijua nakuja kusaidia wazazi. Najituma maana najua mimi ndio najenga urithi wangu. Yani sina mali kokote, ni mimi mwenyewe nijenge urithi wangu. Lakini kwa sahi narudi tena mitandao. Mtoto anajua yeye ni from simple background, lakini alienda mitandao akaona kuna mwenye anasema I was poor lakini sasa I'm rich. Mentality shamuingia. Si lazima nisome, ninaweza make it hata bila masomo. Fulani ali make it. Unaona? Wakiangalia story anasema mbunge fulani anasema alipata D. Kumbe masomo hayafai. Mitandao, narudi tena pale. Lakini wale wa kitambo walikuwa wanajua, wanaangalia hali halisi pale nyumbani. Na wanapoangalia wanaona wazazi wanang'ang'ana. Wanaona kilo kweli, wanaona kwa macho. Mambo hayaendi, ni lazima nijitume. Lakini hawa sasa hata bila kujituma nitameki. Na anaweza kutolea mpaka mfano. Fulani hakuhesabie, hakusoma, na sasa ni milionea. Na sasa anaishi maisha mazuri. Mitandao. Mitandao imechangia pakubwa sana kufanya watoto ambao kwamba yani watoto wetu wasitambue kwamba wanatoka wapi. Nadhani ni kitu ambacho kinaonekana kwa sababu hata ukiita mtoto sahihi wa kike ama wa kiume, ukimuita hapa pengine amefanya makosa, sidhani kama utatumia zile mbinu za kitambo. Kweli kabisa. Lazima kwanza umuulize kwa nini hivi na hivi na hivi. Sasa unatatua kulingana na vile ambavyo amekuelezea. Ndio kidogo hapo ndo mtaelewana. Unapata yule anakuambia mambo mengi, yani mpaka unashangaa, unasema kwani hiki kizazi hizi akili zenye wamewekewa kidogo ni tofauti na siku hizi. Hata ukienda kufanya mentorship, wao ndo wanaongea sana kuliko wewe mentor. Wao ndo wanaongea sana. Nadhani pia wewe inasaidia kwa sababu I think ni vizuri pia kama unaongelesha mtu yeye pia ana respond. Yes. Ndio utapata kumuelewa, lakini upate mtu unamuongelesha yeye anakuangalia tu. Kwa sababu kuna wale ambao mtu anaweza sema ni wajeuri lakini wanahitaji ile kuwa engaged kidogo tu ndio mtu aweze kufunguka. Kwa hivyo I think kwa leo naona hiyo itatutosha.
tuwekee kipindi kijacho, lakini namsihi tu yule ambaye anatutazama asikose kabisa, kwa sababu hapa ndo tumeanza kabisa. Lakini kila siku ya Jumatano tutakuwa tuko nawe, kisha kwamba tunadadavua masuala mbalimbali kuhusiana na masuala mazima haya ya mental health. Tutahakikisha kwamba tunagusia kila mahali. Ilikuwa tunaanza tu, lakini kila Jumatano saa 1 usiku tutakuwa naona live kupitia runinga yetu ya Alshifa Television Kenya pale kwenye ukurasa wa YouTube, hapo tutakuwa naye madamu wetu hapa ambaye atahakikisha kwamba amegusia kila nukta ambayo kwamba wewe utauliza. Tumeanza tu, tunasema hii ni chapter 1. Kuna chapter 1 lakini pale kuna vile vifungu unasema ni mlango. Sasa huu tumegusia ni mlango tu mmoja, lakini hii chapter bado inaendelea. Tuhakikisha kwamba tunagusia kila mahali, maana hapa huu ni mtaalamu, sio anaelewa kila kitu. Wewe chukua mtoto wako, kalishe pale kwenye kiti, kwenye sofa, fungulia Alshifa pale, atafaidika. Akitoka pale atakuwa sasa anajua kumbe experience hivi, nafaa nifanye hivi, nafaa nizungumze, nafaa nifanye hivi, so itakuwa rahisi. Kwa hivyo kufikia hapo, labda maneno yako ya mwisho kumwambia yule ambaye anakutazama pale, unamwambia vipi, alafu pia anaweza kupata wapi? Ndio wakati mwingine pia kama unajua kuna yale mambo ambayo yanatokea ghafla kidogo. Sawa mtazamaji, kwa mengi zaidi ningependa tukumalizia kukuhisi wewe mzazi. Nikukumbushe tu wewe ni kioo cha ule mtoto, na hahitaji uongee sana na ule mtoto, hahitaji maneno yako sana, anahitaji matendo yako. Atakopi ile footsteps zako, kile unafanya, jua wewe ni kioo, anajitazama pale. Na wengine watasema nataka kuwa kama mamangu, nataka kuwa kama babangu, maana anajitazama. Vile Waswahili usema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Usilee mtoto kwa maneno, usilee mtoto kwa kitendo, lea mtoto wewe kama mfano, akopi kutoka kwako. Na wewe mtoto wa kike, ningependa tu kukuhakikishia una sauti, na sauti yako itasikizwa na inasikizwa. Kwa mengi zaidi, naitwa Madam Ann, mwalimu wa Moi Forces Boys, na pia kwa mitandao utanipata kama Anifa Juma katika TikTok, Facebook Anifa Juma. Wanafanya mentorship za online kila siku Thursday kuanzia saa 2 mpaka saa 3, only 1 hour, Voice of a Girl Child Forum. Hiyo ndo kikundi chetu, sauti ya mtoto msichana. Ni kikundi ambayo tuko na wasichana wengi kutoka mbalimbali mpaka Western, tuna mentor wasichana na hivyo tunaendelea. Asante sana. Kwa hivyo ndo kama ujumbe ulivyoupata, habari ndio hiyo hivi sasa. Kwa hivyo usikose kabisa. Natumai kwamba haya mambo ambayo kwamba amezungumzia yatakusaidia, na kama bado hujasaidika ama hajagusia pale ambako ulikuwa unataka, usitie shaka, maana hapa tutagusia kila swala, kila jambo, na utahakikisha kwamba unapata ule ujumbe ambao kwamba unafaa kupata. Mtazamaji, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, nyuma ya kamera amekuwa Kennedy Baraka, bila shaka pia kaka Isa amekuwa hapa kuhakikisha kwamba anafanya kila kitu kinakuwa shwari kabisa. Asante sana mtazamaji, tunakushukuru. Tunajua sisi bila wewe sisi si lolote wala si chochote. Usisahau kufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nitarudia tena, pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, pale TikTok, X na Instagram ni Alshifa Media Kenya. Kufikia hapo nasema asante sana na kutakia wakati mwema. Tukutane siku nyingine. Alshifa Media Kenya imetajwa kama kituo bora ukanda wa Pwani mwaka 2025, ikiwa ni tuzo la Africa Excellence Awards 2025. Alshifa Media Kenya imetambuliwa na MEA, yani Markets Awards 2025, ikiwa ni kama kituo bora cha habari katika ukanda wa Pwani. Bila shaka hili ni jambo la kujivunia na ushahidi wa kazi nzuri, bidii na mshikamano wa timu yetu ya Alshifa Media. Tunawashukuru kwa dhati wasikilizaji waaminifu wa Alshifa Radio Kenya, watazamaji wa Alshifa TV Kenya na wasomaji wa Alshifa Weekly Magazine kwa upendo, uaminifu na usaidizi wenu. Ili tuzo ni lenu pia. Tutazidi kujituma kuhakikisha mnapata habari sahihi, vipindi bunifu na makala kwa kina. Alshifa Media Kenya inakuwezesha na inasikika.